Nakumbuka siku mzee anafariki, mimi nilikuwa Dodoma, mama alikuwa Dar es Salaam. Lakini too bad, tuseme yani taarifa tulipata kama mlivyopata nyinyi hapa. Kweli? Kabisa. Kwangu mimi taarifa nilipata kwenye mtandao. Kabisa, lakini wenzangu naisi hawakutaka kuniambia mapema. Kama nakumbuka ilikuwa jioni. Sikosei lakini kama jioni hivi nakumbuka niliona kama gari la babangu mdogo Dodoma limepita. Nikampigia simu nikamwambia baba, kuna nini? Yani naisi kama moyo mzito. Akasema hamna, wewe mawazo yako tu. Mbe tayari alikuwa ameshajua kwamba hali ya mzee sio nzuri. Vipi jamani, tupeni taarifa. Hamna. Kakaangu nakumbuka naye akanipigia simu. Yes, kauko sehemu nzuri. Niambia sasa kesho inabidi uje Dar huko. Uje ukaa na mama umfariji. Unajua tena mama ametoka kuumwa na mzee hivyo anaumwa, kae naye. Akasema okay, hamna shida. Jessica anasema taarifa ya kifo cha baba yake aliiona kwenye ukurasa wa Instagram wa Millard Ayo kama ilivyokuwa kwa Watanzania wengine. Nafungua hivi. Nakumbuka kwa hiyo nakumbuka baadaye kaja fungua simu ndo nikaona taarifa hizo. Kaeni sikuamini kama iko kitu kinaweza kutokea kabisa. Ndio mtu unajua mzizi wako mwisho wa siku atastaafu, mtakuja kuishi naye, lakini ndio hivyo bahati mbaya kama imetokea. Basi kesho yake asubuhi tukaanza process ya kusafiri. Nakumbuka mimi nilipokuwa naishi pale nilikuwa naishi na ndugu yangu mmoja. Kwa hiyo tukarudi sasa. Nilikuwa aishi Ikulu. Sikuwa naishi Ikulu, nilikuwa naishi kwenye nyumba za Ikulu, lakini hapa kwa Ikulu. Uzunguni Dodoma. Okay. Kwa hiyo nakumbuka baada ya kupata taarifa mdogo wangu nikaa namtafuta, sababu mdogo wangu naye alikuwa karibu sana na mzee. Naye yani alikuwa ni mtu wake wa karibu sana. Hivyo alikuwa anaongea naye, nikaanza sasa kuwaza mama itakuwaje? Taarifa atakuwa ameambiwa ameipokea je? Nikaa nawaza kweli. Basi lakini nashukuru Mungu walimleta padri nakumbuka na katekista wa pale St. Peter. Wakaongea naye akalipokea. Ndio hivyo. Basi na sisi tukarudi huko tukaendelea na taratibu zingine. Tukaendelea. Tukaendelea na taratibu zingine za mazishi kila kitu. Basi lakini cha kushangaza mamangu alikuwa very strong. And hatuku expect kama angekuwa hivyo. Lakini ni mtu ambaye alikuwa yani tulikuwa tunamwazia sana, kwa Mungu wangu mzee amefariki. Mama naye ataenda sasa. Lakini nesi sababu ni mtu wa imani sana na mtu ambaye alikuwa anasali sana. Kwa naona kilimtia nguvu na akaendelea kutufariji hata sisi. Lakini at the same time bibi yetu naye alikuwa anaumwa. Bibi mzaa baba.
tukawa tunawaza tena, sasa Mungu wangu, sasa hapa mzee amefariki, vipi tena bibi na hali yake haikuwa nzuri kabisa, na pamne amekaa kitandani tangia 2017 kama sikosei au 18, yupo kitandani ajiwezi. Basi lakini nashukuru Mungu alituvusha kwa kweli. Kilikuwa kipindi kigumu kama familia, lakini Mungu alituvusha, na tunajua hapo wengi ambao walituombea sana kwenye kipindi hiko, na chukue fursa hii kuwashukuru kwa maombi yao. Kwa kweli alitutia nguvu. Basi tukaja tukamzika mzee wetu, maisha yakaanza upya tena. Na hapo mara yako ya mwisho ya kuzungumza na baba ilikuwa kama siku ngapi? Ilikuwa kama wiki au wiki mbili. Nakumbuka nilimtumia message akanijibu kwamba baba unaendeleaje, tunakuombea. Ilikuwa kama wiki, sikumbuki vizuri, lakini within muda huo akasema asante, naendelea vizuri, asante sana mwanangu. Basi ndio kwa message ya mwisho kuwasiliana naye. Na katika kipindi chake cha urais aliwahi kuumwa kama vile mpaka kulazwa? Hapana. Ilikuwa mara ya kwanza? Ilikuwa mara ya kwanza. Na katika kipindi cha hata kabla hajawa rais, mliwahi kushuhudia akiwa hospitali katika hali ile? Kuna vile vya kuumwa vya kawaida, mzazi analazwa siku ngapi, baadaye anarudi nyumbani, hiyo ni kawaida. Lakini hiyo not to that extent kwamba mtu ameumwa amezidiwa sana, yani hivyo, hapana. Okay, na ni nani kwenye familia yenu ambaye hata aliwahi kuongea na baba katika mazungumzo ambayo ni extra? Yani wewe alikuwa anakujibu tunaendelea vizuri. Mwingine labda babangu mdogo. Baba aliongea naye sana, alikuwa ndo mtu wake wa karibu sana. Sana. Na alimwambia nini? Hiyo ni siri yake, sasa sisi hatujui alichomwambia. Lakini alikuwa karibu naye sana. Kuna ishara zozote ambazo alimwambia au alizionyesha kwamba anafikia mwisho wake? Obviously, hata kwetu sisi alikuwa anaongea. Nakumbuka mara mwisho tulienda kumtembelea Dodoma, alituita watoto wote tukaenda kumtembelea Dodoma. Sasa unajua ile mimi tayari nilikuwa niko pale nafanya kazi, kwa wale wenzangu wakawa wamekuja, wao wote walikuwa wanafanya kazi da. Basi baadaye unajua ile kwamba ngoja tu tukapelu tukatembelee mji tuangalie, tukaondoka sasa bila kumwaga. Mzee akahisi yani kama tumemkimbia, yani tunaenda, kwa sababu dada zangu wale wengine tayari wameshaolewa, kwa akajua kama wanaenda kwa waume zao, na kakangu anaenda kwa mke wake, na mimi naenda kuyanga tu mjini afu nirudi baadaye. Alikasirika kweli, akasema nyewe mnanikimbia mimi kama ndo mara mwisho hivi nawaga, nikifa je? Yani akawa anaongea maneno kama haya. Sasa tukawa tunashangaa sana, ona out from nowhere mzee anaongea maneno hivi. Ikabidi turudi sasa, sababu tulipigiwa simu tu kwa njiani, ikabidi tupige U-turn moja. Tukamwambia hamna mzee, tumeenda tu kuona nini. Mimi nikajua mnanikimbia, mtaki kukaa na mimi, maneno kama haya. Lakini sijui, labda nahisi alikuwa anajua, sababu hata nakumbuka alipiga picha na watumishi wa pale Ikulu. Akaambia njooni mpige picha. Hivi nyinyi mmewahi kupiga picha na rais? Shauri zenu, naweza nikafa hapa nikaanguka sasa hivi. Alafu msio mkasema mkawa mna picha ya ukumbusho. Hebu njooni tupige picha. Akapiga picha nao, picha ipo. Basi lakini alikuwa anaongea mara, unajua nahisi kama Mungu mwenyewe ndo alikuwa anajua. Lakini alikuwa anaongea maneno kama hayo. Na wakati mmeitwa kwenda Dodoma wote Ikulu, nani aliwapigia simu? Alitupigia yeye mwenyewe. Baba. Kwa alipigia mtoto mmoja mmoja? Mmoja alimpigia, njooni na wajukuu zangu. Kwa hiyo tukakusanyika wale kipindi kile ambao walikuwa na watoto, wakaleta watoto wao wote. Nakumbuka alifurahi kweli, sababu eneo la Dodoma lile ni kubwa kidogo.
Nikafika jioni akawachukua wajukuu zake, sababu alikuwa anaendesha gari mule ndani. Akawapakia kwenye gari, akaenda kuwaonyesha Ikulu ya Chamwino ilivyo. Na wanyama walikuwepo, sababu mzee alijenga akaweka na wanyama kabisa. Kwa akaenda kuwaonyesha wanyama, na pia kulikuwa kuna mifugo yake. Alikuwa anafuga ng'ombe kule ndani. Anafuga ng'ombe. Hapo anasema nataka maziwa ya ng'ombe wangu. Basi akaenda kuwaonyesha ng'ombe. Alikuwa na ng'ombe kama wangapi kule? Alikuwa kama 30 hivi. Alikuwa anafuga samaki kwenye Ikulu ya Dar. Alikuwa anafuga na kuku pia. Kwa kuna banda la kuku mle ndani. Kila jioni, sababu kwenye jamii zetu hizi za upande wa kanda ya Ziwa ndio wanalima, lakini pia ni wafugaji. Kwa hiyo alikuwa anapenda sana mifugo. Kwa hiyo alipoona eneo la Dodoma ile ni kubwa, ndio akanunua na ng'ombe akawa anawafugia humo ndani. Na wakati amewapigia simu watoto kuwaita Dodoma Ikulu, ilikuwa ni kama muda gani kabla ya kufariki? Ilikuwa kama mwezi mmoja before. Miezi miwili au mmoja before. Mmoja na zaidi. Okay. Na katika maongezi yake aligusia chochote kuhusu afya yake? Hapana. Na kuongelea kabisa. Kuna picha ambayo alipiga kwenye daraja la Kijazi pale, na katika mazungumzo tulikuwa tunaongea kabla, ulisema ndio ilikuwa picha yake ya mwisho aliyopiga na mama. Picha yake ya mwisho aliyopiga na mama. Ilikuwa ni wakati wa uzinduzi wa daraja la Kijazi. Na hisi ilikuwa kwenye uzinduzi huko, nilikuwa daraja, na hisi ilikuwa kipindi cha kuzindua daraja. Kwa hiyo ndio picha ya mwisho ya kumbukumbu ambayo mama yangu amebakiwa nayo, picha ya mwisho aliyopiga na mzee wangu. Ulinifahamisha kwamba akupiga picha na mama peke yake? Alipiga pia na wasaidizi wake wote. Nikamwambia tupige picha. Nilivani kama kulikuwa kuna kama ishara hivi. Sijui, lakini kwa kipindi kile unajua mtu hawezi kuzijua kwamba huyu mtu alikuwa anamaanisha nini. Mpaka mtu aje kuondoka ndio unajua kumbe labda ile ilikuwa inamaanisha hivi na hivi. Hiyo picha aliyopiga na mama ni yeye mwenyewe alitaka ipigwe? Alitaka ipigwe mwenyewe. Alitaka ipigwe. Nipige picha na mke wangu. Akampiga picha. Namba yake ya simu bado umesave? Nayo nimesave vile Baba Jessica. Ulikuwa umemsave Baba Jessica? Baba Jessica.